Yes, bana, karibu tupitie wote kwa pamoja katika mchezo wa leo uliomalizika kati ya mnyama Simba dhidi ya Mlandege, ambapo Simba amefanikiwa kushinda goli 3-0 dhidi ya Mlandege, kombe la Muungano Cup kwa mwaka huu wa 2026. Mchezo ulichezwa leo ni Aprili 26, majira ya saa 2 ndo ulianza kwenye uwanja wa Amani Stadium Zanzibar. Sasa Simba walicheza vizuri katika nusu ya pili na kushinda kwa mabao matatu, huku wakifuzu katika hatua ya fainali. Goli la kwanza lilifungwa na Selemani Mwalimu, assist ikitoka kwa Clatous Chota Chama. Bao hili ndo lilivunja ile deadlock ya Mlandege. Bao la pili lilifungwa na Anicet Yaura akisaidiwa pia na assist ya Chama. Hii ni Simba waliongeza kasi na kufunga bao hili la pili. Goli la tatu lilifungwa dakika 89 na Neo Maema akisaidiwa assist na Anicet Yaura, na goli hili ndo lilimaliza kabisa nguvu za Mlandege na kufunga mchezo. Kwa upande wa kadi za njano, Mlandege walipata kadi kadhaa, na pia Simba nao walipata kadi kadhaa. Kuna kadi aliyopata Bajabiri dakika 26, dakika 67 alipata naye Duchu alipata kadi. Sasa Simba walipata moja ya mapigo ambayo baadhi ya mchezaji wake ambaye Bajabiri aliondoka. Wengi walitegemea kwamba anaweza akaendelea vizuri akacheza dakika zote na akamaliza, lakini hali si hali, alifanyikiwa kutolewa katika mchezo huu. Sasa mchezo ulikuwa mgumu na wa kusubiri sana. Mlandege ambao ni timu inayoshiriki ligi ya pale Zanzibar walicheza kwa nidhamu sana na walijaribu kufunga mapema wakitumia uwanja wao wa nyumbani. Sasa Simba walikuwa na udhibiti zaidi wa mpira, lakini hawakufanikiwa kufunga katika kipindi cha kwanza. Kulikuwa na nafasi chache na mabeki wa Mlandege kama Manzi na wenzake walicheza vizuri kwa kuzuia wageni. Simba walifanya mabadiliko mapema, walimuingiza Chama na wengine. Dakika hiyo ilikuwa ya 46 kwa ajili ya kuongeza nguvu. Kwenye nusu ya pili Simba waliongezeka na walikuwa na kasi zaidi. Baada ya mapumziko, Simba walibadilisha mkakati na walicheza kwa kasi na ubunifu zaidi. Wachezaji kama Clatous Chota Chama walihusika moja kwa moja katika magoli mawili. Selemani Mwalimu, Anicet Yaura na Neo Maema walifanya utofauti mkubwa kabisa katika mechi hii. Mlandege walichoka wakaanza kufanya makosa, hivyo Simba wakatumia nafasi hizo vizuri. Simba walikuwa na udhibiti mkubwa sana wa mpira na nafasi nyingi za kufunga. Simba walionyesha ubora wa kiwango cha ligi kuu. Mabadiliko ya kocha ambaye alimuingiza mchezaji kama Aura pamoja na Mwalimu yalifana sana. Timu ilikuwa na uwezo wa kushambulia na kudhibiti mechi wakati wakihitajika wachezaji. Hii inaonyesha kwamba Simba wapo tayari kwa fainali dhidi ya Yanga. Mlandege wao walicheza kwa moyo na walikuwa na nafasi chache, lakini walikosa uzoefu na ubora waliokuwa nao Simba katika nusu ya pili. Mlandege walikuwa na matatizo ya kufunga na waliruhusu nafasi nyingi nyuma. Hata hivyo, kufika nusu fainali ni mafanikio mazuri sana kwa Mlandege. Sasa pointi muhimu za kuchukua katika mechi ya leo ni kwamba Simba wamethibitisha kwamba wana timu kubwa inaweza kushinda mechi ngumu uwanjani wakiwa na mpinzani yoyote yule. Jambo lingine ni kwamba wachezaji bora kama Chama, Aura, Mwalimu, Maema walikuwa ni nyota wa mchezo. Kwa Mlandege, mabeki wao walijaribu lakini hawakuweza kuwazuia na walifanikiwa kufungwa. Historia inaonyesha kwamba hii si mara ya kwanza kwa Simba na Mlandege kukutana wao wawili. Mwaka 2024 Mlandege walishinda Simba bao moja katika fainali ya Mapinduzi. Hivyo Simba leo ni kama wamelipa kisasi kwa yale ambayo wamefanyiwa. Sasa Simba walistahili kushinda kwa kiwango cha juu sana katika nusu ya pili.
Mlandege walicheza vizuri lakini walishindwa na ubora wa Simba. Sasa Simba wanasubiri fainali ambayo itapigwa kesho kutwa pamoja na watani wao wa jadi, Dar es Salaam Young Africans. Simba waliitawala nusu ya pili, wengi walikuwa wachezaji wao na ubora mkubwa sana. Hapa nitawachukua wachezaji kadhaa na kuwajadili. Wa kwanza tumwangalie Clatous Chota Chama, huyu ambaye aliingia dakika ya 46. Ukipima reti yake hapa kati ya 10, hapa anampa reti ya 9. Alifanikiwa sana, alitoa asisti 2 kwa Mwalimu pamoja na Aura. Alifunga mchezo kwa kasi na ubunifu. Alikuwa na kiwango muhimu sana na aliunganisha timu. Makosa ya Chama hakuwa na makosa makubwa, alibadilisha mechi kabisa na naweza nikampa nyota kama wa mchezo wa leo. Mchezaji mwingine ni Suleiman Mwalimu, huyu aliingia dakika ya 62, naweza kumpa reti ya 8.5. Alifanikiwa kwa bao lake la kwanza dakika ya 65, assist kutoka kwa Clatous Chota Chama, na alimaliza vizuri. Na alikuwa ni jasiri mkubwa wa timu na akafanikisha jambo hilo. Alikuwa na hatari mbele, makosa yake aliingia baadaye, hivyo hakushiriki sana katika makosa mbalimbali ya pale kiwanjani. Kiufupi amefanya vizuri sana. Mchezaji mwingine ni Anicet Oura, huyu aliingia dakika ya 62, naweza akampa reti ya 8.5, naye alifanikiwa kufunga bao la pili dakika 76. Assist ikitoka kwa Chama, aliongeza kasi na kumaliza vizuri mechi. Alisaidia kufunga mechi. Kwenye upande wa makosa kidogo katika kujenga nafasi, alikuwa baadhi ya nafasi ni mchoyo, ndo tunaweza tukasema hivyo. Mchezaji mwingine ni Neo Maema, huyu alicheza mwanzo hadi mwisho. Reti yake naweza nikampa 8. Alifanikiwa. Bao la 3 alimpa assist Oura na alifunga mchezo na kuonyesha ubora wake wa kushambulia. Ni makosa yake ni kwamba alipata kadi ya njano dakika 85. Hii ni kadi kidogo ya kufadhaisha timu, lakini haina umuhimu sana. Wachezaji wengine wa Simba waliofanya vizuri ni kama Ousmane Toure, aliingia dakika 46. Deroko alileta utulivu sana pale nyuma, naweza nikampa reti ya 7.5. Yusuf Kagoma aliingia dakika 46, unaweza nikampa naye reti ya 7.0, na alisaidia nafasi ya kiungo sana. Mabadiliko mengine ni wachezaji walioingia dakika 74, dakika 70, yalifaa kuongeza sana nguvu, na kocha wa Simba ilimpa sana kasi ya kuweza kupata matokeo ambayo ameyapata. Kwa upande wa Mlandege walicheza vizuri nusu ya kwanza, lakini walichoka na kufanya makosa mengi nusu ya pili. Beki wao yule kapteni naweza nikampa reti ya 7. Alifanikiwa sana, aliongoza ulinzi vizuri mapema na alijaribu kudhibiti. Makosa yake ni kwamba hakuweza kuzuia magoli matatu na baadaye shinikizo lilizidi sana. Mchezaji mwingine wa Mlandege pale tunaweza kumwangalia Manzi. Yeye tunaweza tukampa reti ya 6.5. Walifanikiwa kuwa na nafasi chache za kuzuia Simba wakati wa mapema. Makosa yake ni kwamba alishindwa kuwazuia wachezaji kama wakina Chama na waliingia na wakawaadhibu. Mwingine mchezaji ni kama Samata ambaye alikuwa anacheza mbele, tunaweza tukampa reti ya 6. Alifanikiwa kuwa na nafasi chache za kushambulia, lakini hakufanikiwa kutengeneza hatari yoyote au kufunga goli lolote. Mchezaji mwingine tunaweza tukamuona hapo ni Duchu. Huyu ni nafasi ya kiungo pale, alipata kadi ya njano na alichangia kidogo kufunguka kwa ulinzi wa Mlandege. Sasa wachezaji wengine ni kama wakina Baro, huyu ni goalkeeper, alizuia mapema lakini ameruhusu magoli 3. Bajabiri alipata kadi ya njano, makosa madogo madogo haya. Sasa kwa Mlandege walikuwa na nidhamu
na moyo mkubwa nusu ya kwanza, lakini walichoka, wakafanya makosa ya ulinzi na hawakuwa na ubora wa kutosha kushindana na mabadiliko ya Simba ya kufika hapo nusu fainali. Ila tunaweza tukasema kwamba kufika nusu fainali kwa Mlandege ni mafanikio makubwa sana ya kwao. Wachezaji ubora na mechi wachezaji wenye ubora kama Chama, Mwalimu, wakina Anset Oura wa Simba walithibitisha ubora wao ambao wanaonyeshaga ligi kuu kila siku, na wakafanikiwa kuwapa adhabu kali Mlandege ya magoli 3 kwa 0.